Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini ya kusitisha matangazo ya shirika la habari la Sauti ya Amerika VOA, yani Voice of America, kuendelea kutoa huduma yake Marekani na ulimwenguni kote. Hatua hiyo inafuatiwa kwa karibu agizo kuu la Rais Donald Trump la kupunguza wakala wa Marekani wa vyombo vya habari ulimwenguni kwa utendaji wake wa chini kabisa wa kisheria, ikiwemo ufadhili wa wakala wa Sauti ya Amerika. Duru za habari mbalimbali zimeripoti swala hili baada ya mshauri wa Trump Amerika kuchapisha ujumbe wake kwenye mtandao wa X kuwa wafanyakazi wa mashirika ambayo yamefungiwa kupata likizo fupi, likiwemo shirika la Radio Free ya Ulaya, Asia na Radio Liberty pamoja na VOA. Michael Abramovich, mkurugenzi wa Sauti ya Amerika, amesema karibu wafanyakazi wake wote, waandishi wa habari 1300, watayarishaji na wasaidizi, wamepewa likizo ya utawala na kudhoofisha shirika la utangazaji la vyombo vya habari linalofanya kazi kwa karibu lugha 50. Huku akidai kuwa VOA inakuza uhuru na demokrasia duniani kote kwa kusimulia hadithi ya Amerika na kutoa habari zenye lengo na uwiano, hasa kwa wale wanaoishi chini ya udhalimu. Agizo la Trump linahitaji kupunguzwa pia mashirika mengine kadhaa ya serikali ambayo hayajulikani sana, kama vile kituo cha kimataifa cha wasomi cha Woodrow Wilson pamoja na taasisi isiyoegemea upande wowote. Hata hivyo, shirika la vyombo vya habari ulimwenguni pia limetuma notisi za kusitisha ruzuku kwa Radio Free Asia na vipindi vingine vinavyoendeshwa na wakala wa Sauti ya Amerika kusambaza habari za nchini Marekani katika nchi nyinginezo. Mara nyingi hufadhiliwa katika lugha za wenyeji. Radio Free Asia Ulaya na Malta hutangaza habari katika nchi zisizo na tawala za kimabavu katika maeneo haya kama vile Uchina, Korea Kaskazini na Urusi. Kwa upande wa kundi la utetezi wa vyombo vya habari Reporters Without Borders, linalaani uamuzi huu kama kujiondoa katika jukumu la kihistoria la Marekani katika utetezi wa habari. Pia likatoa wito kwa serikali ya Marekani kurejesha Sauti ya Amerika na kuitaka bunge la Congress na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya hatua hii ambayo haijawahi kushuhudiwa. Naye Thomas Kenti, rais wa zamani na mkurugenzi mtendaji wa Radio Free Ulaya na Radio Liberty, amesema kuwa nia ya Trump kwa mashirika haya bado ni ya kizungumkuti, akisema kuwa bila vyanzo hivi vya habari itakuwa vigumu zaidi kwa nchi kupata ujumbe wake ulimwenguni. Shirika la habari la Sauti ya Amerika lina miaka 83 tangu kuanzishwa kwake, na imekuwa kwa mara ya kwanza kwa shirika hilo kufungiwa utoaji wa huduma zake huko Marekani na ulimwenguni kote. Mimi ni Lazaro Maduhu.